Mambo vipi mwana sawa sawa digital? Niko na story kutokea kule nchini Kenya ambayo itaweza kukushtua kidogo na inasema kwamba polisi katika eneo la Bomet Central nchini Kenya wanaweza kumshikilia mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 28 ambaye anashukiwa kuhusika katika mauaji ya kikatili ya mwanamke mwenye umri wa miaka 45 kutokana na mgogoro wa kimapenzi ambao walikuwa wako nao tokea muda mrefu. Sasa kijana huyo ameweza kushikiliwa na umri wa miaka 28, lakini mwanamke huyu ambaye ameweza kumfanyia tukio hilo ana umri wa miaka 45. Mshukiwa Wesley Koech ambaye anadaiwa kumuua Lechelin Ruto kikatili ndani ya nyumba yake na kuacha mwili wake ukiwa umetapakaa damu kitandani. Mwili wa marehemu uligunduliwa na binti yake aliyefika nyumbani kwake baada ya kumpigia simu siku nzima bila mafanikio. Binti yake alikuwa anapiga sana simu hampati mama yake, kwamba namna gani vipi, so na kuweza kufika nyumbani akakuta damu imetapakaa nyumba nzima na kukuta mama yake amekwisha kukata roho au amekwisha kupoteza maisha. Lakini pia uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha mauaji hayo ni kinyongo cha muda mrefu baada ya Ruto kumwacha Koech mwaka 2016. So mwaka 2016 bwana Ruto pamoja na Koech waliweza kuachana naye na sababu inasemekana kwamba pia ilikuwa ni ugomvi wa hapa na pale ambao unahusiana na masuala mazima ya kimapenzi, wakaweza kuachana mwaka 2016. Kumbe mshikaji akabaki na kinyongo hicho kutokea mwaka 2016. Sasa wakati huo mshukiwa alikuwa na umri wa miaka 19 tu, ambapo huku marehemu akiwa na miaka 36. Yaani kwa Kiswahili kizuri zaidi kwa sisi wa Bongo tunaita ni mishangazi. Huyu jamaa alikuwa na mshangazi bwana kipindi hicho. Yeye alikuwa na miaka 19, alafu mwanamke ana miaka 36. Ni distance kubwa sana ya miaka kutokea hapo. Sasa inadaiwa kwa Koech alihisi kusalitiwa baada ya kutumia pesa zake na kuweza kumuacha, na ndio maana akaamua kuweza kufanya tukio hilo, aliweza kubaki na kinyongo hicho. Bana, inakuwa inashtua sana, kumbe watu wanaishi na vinyongo miaka mingi. Yaani mimi na wewe naweza tukadate kuanzia mwaka huu tukachana mwakani, alafu mimi nikakutafuta mwaka 2050 huko kwa sababu nilikuwa na kinyongo na wewe nikakufanyia kitu chochote kibaya. So huyu mwanetu Koech akaamua kumuua huyu binti mwenye miaka 45 kwa sasa hivi, na maisha yakapotea, lakini na yeye pia ameweza kushikiliwa na jeshi la polisi kutokea kule nchini Kenya. Tusubiri kifungo chake kitakuwa ni cha muda gani? Ni cha kunyongwa, ni kifungo cha maisha, au ni kifungo cha namna gani? Kwa sababu yeye bado yuko hai, lakini pia mwenza wake ambaye alikuwa ana date naye ameshatangulia mbele za haki. Bana, endelea kutufuatia sisi kama Sawa Sawa Digital kwa taarifa zote za muhimu, na zile taarifa ambazo unastahili kuzipata utazipata hapo hapo kingeteni mwako, kwenye simu yako, kwenye laptop yako, sehemu yoyote ambapo unahisi utatupata sisi kama Sawa Sawa Digital.